unapompenda Yesu na kumtii, unaondolewa woga. Biblia inasema, na nukuu, palipo na upendo hapana woga. Naam, upendo kamili hufukuza woga wote. Basi mtu mwenye woga hajakamilika bado katika upendo, kwani woga huhusikana na adhabu. Sisi tuna upendo kwa sababu Mungu alitupenda kwanza. Mtu akisema kwamba anampenda Mungu hali anamchukia ndugu yake, huyo ni mwongo. Maana mtu asiyempenda ndugu yake ambaye anamwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hamuoni. Basi hii ndiyo amri aliyotupa Kristo. Anayempenda Mungu anapaswa pia kumpenda ndugu yake. Mwisho kunukuu kutoka barua ya kwanza ya Yohane sura ya 4 aya 18 aya 21. Na palipo na upendo jua halizami. Mithali ya wahenga hiyo. Palipo na upendo jua alifanye nini? Halizami. Uongo kweli? Ndio maana unaweza kukuta watu waliopendana wanatafutana usiku kwenye giza, kwenye vichaka huko. Na njia ndefu vichakani au ina miiba na au ina giza. Anaenda tu. Wakati wengine nashtuka wamejifungia ndani. Palipo na upendo jua halizami. Maana hata kama ni giza, mwanga upo ndani ya mioyo yao na akili zao. Amani ipo na furaha ipo. Palipo na chuki, hata kama jua linawaka namna hii, hata kama jua linawaka namna hii, palipo na chuki kuna giza, hofu na huzuni. Biblia inasema, na nukuu, yeyote asimaye kwamba yumo katika mwanga lakini anamchukia ndugu yake, mtu huyo bado yumo gizani. Yeyote ampendaye ndugu yake yuko katika mwanga, na hamna chochote ndani yake kiwezacho kumkwaza mtu. Lakini anayemchukia ndugu yake yumo gizani, anatembea gizani na ajue anakwenda wapi, maana giza limempofusha. Mwisho kunukuu toka barua ya kwanza ya Yohane sura ya 2 aya 9 hadi 11. Basi nitimishe tafakari yangu hii kwa kualika tumombe Bwana Yesu atujaze upendo kwa Mungu kupitia binadamu wenzetu, upendo wa kweli ambao utafutilia mbali wivu na ubinafsi, chuki na hasira yote. Amina.